Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunaendelea na kipindi chetu cha saa kufunguliwa. Kwanza hongera, ni siku ya ufufuo wa Yesu Kristo. Leo ni siku maalum kabisa, ambayo ni siku ambayo tunakumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu baada ya kifo chake na kufufuka kwake. Tunaamini kabisa kwamba ufufuo wake ni ushindi kwetu kama kanisa, ushindi ambao ametupa bure alipofufuka kaburini. Leo na mimi nataka nikutangazie uhuru wa kufufuka kwako katika maisha yako. Mungu amenituma kwako siku ya leo kuzungumza vitu vichache kabla sijaomba na wewe. Kumbuka kipindi chetu ni saa kufunguliwa, na ni kipindi ambacho tunarusha kila mara kwa muda tofauti tofauti. Kwa nami unapofuatilia kuna baraka unapata. Sasa leo tunazungumzia vitu vichache juu ya ufufuo. Ufufuo ni kitu gani? Ufufuo ni nguvu inayotenda kazi katika ulimwengu wa roho ili kutengeneza mfumo. Kumbuka Yesu alipofufuka alitengeneza mfumo mpya ya kuishi maisha ya ushindi. Yesu hakufufuka kwa ajili yake tu, ni kwa ajili yetu. Kanisa lilipata ushindi pale Yesu alipofufuka. Yesu angekufa alafu hajafufuka, tusingekuwa na ushindi. Sasa leo kama kanisa tunajivuna kwa sababu ya kile ambacho Yesu amefanya. Amefufuka. Kwa alipokufa alifufuka. Alishinda kifo na mauti. Kwa mauti haina nguvu tena juu yetu. Yamkini katika maisha yako kuna mauti inatesa familia yako kwenu. Kuna mauti inatesa uchumi wenu. Kuna mauti inatesa katika malango yenu. Mungu amenituma leo siku ya leo kuachilia neema ufufuo. Sababu Biblia inasema hivi, katika kitabu cha Luka 24:6, Yesu hayuko hapa, amefufuka. Amewatangulia kwenda Galilaya. Kitabu cha Efeso mlango wa kwanza mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mjue mto wake na urithi alitupa sisi watakatifu alipofufuka kaburini. Kumbuka Yesu alipofufuka kaburini alitupa urithi wa ufalme wa mbinguni. Yesu hayupo kaburini. Na mimi nakutangazia siku ya leo, biashara yako haitakaa kaburini. Kazi yako haitakaa kaburini. Afya yako haitakaa kaburini. Maisha yako haitakaa kaburini. Utakwenda viwango vingine. Yamkini kuna wachawi ambao wameteka maisha yako. Leo natabiri hilo shimo aliyokuwekea. Natabiri kama nabii wa Bwana, hilo shimo aliyokuweka unatoka leo. Yesu hayupo kwenye shimo. Yesu hayupo kwenye kaburi. Na wewe hautakaa kwenye makaburi. Kwenye makaburi ya ukoo, kwenye makaburi ya kabila, kwenye makaburi ya stendi, kwenye makaburi ya eneo, kwenye makaburi ya familia. Hautakaa. Hilo shimo alilokuchimbia usiku wa manane, hautakaa. Manake Yesu hayupo shimoni. Yu hai milele. Na wewe nakutangazia leo, maisha yako yafuke. Kazi yako ifuke. Malango yako yawe wazi sasa, ili kuleta baraka za Mungu. Yamkini kuna watu wamekushusha chini, wamekufanya kuwa mateka yao. Leo nakutabiria katika jina la Yesu, Mungu akuinue tena. Mungu afufue kazi yako tena. Mungu aachilie neema ufufuo katika ulimwengu wa roho ili uishi maisha ya ushindi. Manake Mungu anakuazia mawazo mazuri. Mungu hajaye kumwazia mtu mabaya. Mungu anakuazia mawazo mazuri. Kama Mungu anakuazia mazuri, lazima nao ujue kwamba neema ya Mungu bado ipo na kibali cha Mungu bado ipo. Kama bado ipo, lazima utashinda, maana Yesu ameshinda kwa ajili yetu. Haleluya. Kwa tunapokwenda kuomba leo, nataka ujiandae kwamba Mungu ametupa neema kubwa sana ya kuwafungua waliofungwa. Mungu amenipa neema kubwa mno kwamba yoyote anayekuja mahali hapa anafunguliwa. Ukija kanisani, maana tuko mianzini hapa. Mianzini, ukifika tu mianzini kwenye mataa, unaulizia barabara Maua, kona makaburi ya kijani. Kanisa liko ushoto, International Mountain Hebron. Mungu akupe neema. Tuna maombi maalum Jumanne. Maombi maalum na kushiriki meza ya Bwana. Naamini kabisa katika semina yetu ambayo tunaendelea, tunashiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana yetu ni tofauti. Natamani siku ukutana na Yesu mwenyewe. Ili Yesu aliyefufuka